matatu. Lengo la kwanza ilikuwa ni kulinda na kukuza ushindani wa kibiashara. Tunataka tuone tunaulinda vipi na tunaukuza vipi. Lakini lengo la pili ambalo tumetoa kwa mujibu wa sheria ni kwamba ni kumlinda mtumiaji dhidi ya mienendo hadaifu, potofu na kandamizi. Tunalinda mienendo hii ni ya wafanyabiashara ambao wasiokuwa waadilifu. Lakini kazi ya tatu tunasema kwamba kwa mujibu wa sheria ya alama za bidhaa, hii ni sheria nyingine. Kwa sisi tumetoa sheria mbili. Tuna kazi ya kudhibiti biashara ya bidhaa bandia. Wewe kama mlaji unapofika sokoni, una haki ya kuchagua bidhaa yoyote itakayokidhi mahitaji yako na sio kulazimishwa labda utumie bidhaa aina fulani tu. Hapana, haki yako, una haki kabisa ya kufanya uchaguzi. Una haki ya kupata taarifa. Ukipata taarifa muhimu, utaweza kupata haki yako ya uchaguzi. Lakini kama hujapata taarifa ya bidhaa au huduma unataka kuitumia, itakuwa vigumu kwako kufanya uchaguzi. Lakini pia una haki ya kusikilizwa. Ukifika kama una swali lolote unataka kujua kuhusiana na huduma au bidhaa unayotaka kutumia, una haki ya kusikilizwa na kujibiwa na uridhike kwa majibu utakayokuwa. Usiporidhika, unaweza kuendelea pia kuuliza. Una haki ya kupatiwa elimu. Na elimu itakusaidia ikuwezeshe kufanya maamuzi kuhusiana na bidhaa au huduma unayotaka kuitumia. Lakini una haki ya mazingira mazuri na endelevu. Wewe kama mlaji una haki ya kuishi kwenye mazingira mazuri na endelevu. Una haki ya kujua bidhaa vizuri kabla hujaenda sokoni au dukani kununua. Ili unapofika dukani ukaona bidhaa inatofautiana, itakuwa rahisi kwako kuleta ulakini au kuuliza, kwa nini mimi najua bidhaa kitu fulani muonekano wake ni huu, mbona imebadilika? Kwa majina anaitwa Shazili Karim Suleiman, ni rais wa serikali na wanafunzi chuo cha uhasibu Arusha, kampasi ya Babati. Katika leo kwenye issue ya haki za walaji nimejifunza vitu mbalimbali. Jambo la kwanza ni kuhusu haki na wajibu wa walaji. Mwanzoni nilikuwa sijui haki na wajibu wa mlaji, lakini leo kwa kupitia kipindi hiki nimejifunza juu swala zima la haki na wajibu wa walaji. Haki ya kwanza ni haki ya kupata taarifa juu ya bidhaa ambazo zipo madukani. Kwa mfano, kumekuwa na bidhaa nyingi ambazo ni bandia na bidhaa ambazo ni hafifu. Kwa hiyo kupitia leo nimejifunza ya kwamba before ya kununua bidhaa lazima nipate taarifa ya swala zima la utumiaji wa bidhaa hizo na effect ambazo zinaundwa kutokana na utumiaji mbaya wa bidhaa hizo. Kwa majina naitwa Brightness Fidelispo, ni naibu spika wa chuo cha uhasibu Arusha, kampasi ya Babati, na leo nimeweza kujifunza namna FCC inaweza ikamlinda mtumiaji dhidi ya bidhaa ambazo sio bora au bidhaa zinazoendeshwa kwa njia ya magendo. Pia nimejua faida ya mtumiaji wa bidhaa kutokutumia bidhaa ambazo sio sahihi nchini Tanzania. Hatua ambazo naweza nikachukua dhidi ya bidhaa ambazo sio sahihi au zime-expire. Kwanza kabisa, kabla ya kununua nahitaji kujua ubora wa bidhaa. Kama bidhaa sio bora, basi ninaweza kujua na kuripoti sehemu yoyote ambayo inatakiwa iripotiwe. Pia nikienda mtaani, nimejifunza pia kuwaelimisha wenzangu juu ya kazi za FCC. Kwa majina naitwa Daudi Musa Maindoni, ni waziri wa afya kwenye kampasi ya Babati, chuo cha uhasibu. Kitu ambacho nimejifunza leo, kitu kikubwa ni hasa faida za mimi mlaji, ambapo mimi kama mlaji kuna vitu ambavyo tulikuwa hatuvifahamu, hasa tunapokwenda kununua bidhaa, namna ya kutambua bidhaa ambayo ni bora, yani ile ambayo ni fake na original. Pamoja na hayo pia nimejifunza mimi kama mlaji natakiwa niulize maswali pindi ninapopata huduma mbalimbali. Kwa majina yangu naitwa Korea Jeremia Njalale, ni mwanafunzi wa chuo cha uhasibu Arusha, kampasi ya Babati. Nimejifunza kwamba kumbe kuna vitu feki na original. Mimi mwanzoni pengine nilikuwa nachukua tu chochote kwangu naona kinanifaa kwa sababu najua ni hiki, lakini kumbe nilikuwa sijui kama kuna kingine ambacho pengine sio original, ni feki. Lakini kupitia leo nimejua kumbe najua kutofautisha kati ya original na fake ili nipate kitu ambacho nakihitaji.